So kufika pale wakaniambia nataka ukue mende yangu. Kuna wenye walikuwa wamevaa hizo nguo za kunguru zebra. Wenye wamefungwa au wenye wamefungwa. Sisi tulikuwa tunavaa hizo zebra. Nyinyi mko remand. Sisi tuko remand tumevaa tu hizo zebra za kawaida. So akaniambia kijana unakapua nataka ukue mende yangu. Nikamuuliza mende ni nini? Kuchunguza vizuri kumbe ni kuwa bibi ya mtu. It was so bad. Sasa mimi usiku nimelala nikiwa nimeshika mawe kwa mkono. Ulitoa wapi mawe? Nilitafuta tu. Hapo chucho iko hapo ndani. Nilienda kwa choo nikangoa nilikuwa hapo nikashika nikakaa nayo. Ndio niweze kujisaidia. Usiku wanajuana na mtu pale ndani na watu wengi. Cube moja kuna watu 50 wengine 50 wengine 50 150 50 150. Na according to venye wazazi wangu wako disabled deaf and dumb. Hawezi wapigia simu. Lazima wa text. Na mwenye anakupea simu hataki text. Inakuwa ngumu kutoka nisio hai. Cause kuna watu walikuwa nakufia huko. Haya, uliona watu wakikufa huko? Hata kuna msemo nilikuwa na dosi na yeye alikufianga hapo. Na wewe ukikuja kuulizia mtu wako unaambiwa alishindwa na chepa. Simple. Habari zenyu? Mko fiti? This is Bravo Kimangoto, BKTV mwenyewe hasa pa. Manze, na leo tumekuja kukupea a very heartbreaking story ambayo nilikuwa nimeelekezwa na mtu fulani, akani text pale kwenye WhatsApp akaniambia kuna story ambayo anaweza nipea, na mimi ni nani? Sisi tunafika haraka. This is BKTV, twende nalo. Producer wangu utakuja na mimi tukuja tusikizie story iko hapa. Ni aje? Wanakuitaje? Wananiita Davidoke Space K. Davidoke, ongea na nguvu kwa sababu ya Davidoke Space K, msanii wa serikali. Wow. Haya, unafanyia serikali kazi? Bado ziandikwa. Yaani ni jina tu. Unajua umesema msanii wa serikali. Tulipatana pale online na ukaniambia kuhusu story yako. Nilikuwa nataka kujua story yako ambayo uliniambia ilianza aje? Hiyo story ilianza wakati niliposhikwa. Ilikuwa pale Kasarani. Nikikumbuka vizuri ilikuwa last year. Nilishikwa. Nikapelekwa station. Hiyo wakati nipelekwa station. Sikuwa na mtu pale Nairobi wa kunitetea. Wazazi wangu kutoka Nakuru. Kama unavyojua wewe mwenyewe unajua wazazi wangu station ni wako. Hawaongei hawasikii. So pia ilikuwa ngumu kuwapigia simu niambie mkoro ni aje? Nimeshikwa, mzai ni aje? Nimeshikwa. So mimi tu msemaji nilikuwa najiunga naye ni huyu kijana wetu mmoja anaitwa MCJJ. MCJJ. So mimi nikaomba fundi hapo simu, nikampigia nikamwambia neje fundi. Nikolee simu nipigie boys wangu nimwambie what's happen. So mimi fundi alikuwa na credit. Akaniambia mimi sina credit not unless kama unaweza reverse. Mimi nikaweka namba ya JJ tulikuwa nimeshika na kichwa. Nikampigia nikamwambia JJ ni aje nimeshikwa. Alikuwa nataka kuambia mzai na mkoro nimeshikwa. Hii na hii ndio imefanyika. JJ hakungoja. Mara hiyo akawapigia simu akawajulisha. Mzazi akasema atakuja kuniona. So JJ akaniuliza kama niko na kitu kule hiyo siku. Nikamwambia sina. Akanitumanishia shilingi 200. Nikanunua maziwa na mkate. Sasa uko kwako saa hiyo? Niko station. Uko station? So as time goes by nikakaa station siku 2. Ndio nipelekwa kotini Monday. Nishiko Saturday nikakaa Saturday, Sunday ndio naenda koti Monday. Sasa hiyo uko Nairobi? Niko Nairobi. Niko Nairobi tu. Nikachukuliwa kotini Monday. Nikaenda nikasomewa kesi yangu. Ilikuwa kesi ya kampuni. Kuna mashine ilikuwa imepotea pale kwenye department yetu. So na hiyo siku mimi ndio nilikuwa kwenye kazi. According to the company rules and regulation. Kitu yote ambayo inapotea kwa kampuni kama ulikuwa kazi unashikwa. Hivyo nikaenda nikasomea mashtaka, nikaulizwa kama unakubali ama unakataa, mimi nikasema nakataa. Nikapelekwa industrial area prison in remand. Mpaka wakati kesi yangu itaweza kusolviwa. So nikapewa cash bill ya 40,000 na bond ya 80,000. Yote mwanzo nilikuwa na struggle na life. Nilikuwa Nairobi peke yangu.
job wamekataa kuniwekea dojo ya hii kesi, na shida tafanya nini? Siwezi pigia mkoro wangu, siwezi pigia mzai, unaona. Juu mzai na mkoro bado mtaani wananitegemea. Wamesikia nimeshikwa, wamepata stress nini. Alafu niko na mkidi, si unajua niko na mtoi. Niko na mkidi mdogo. Pia mtoi ni mimi anaangalia, sisi yangu ni mimi anaangalia. Juu mimi ndio first born. We. Manze stress ikaanza kunipiga, depression nini. Kasema ni life tu. Mimi nikaenda nikakaa remand. 1 week imeisha. Kujaribu kuomba huko simu wasi ni wengi. Hata simu ni ngumu. Na hii simu unapata through kung'ang'ana sana. Na ukipata hii simu lazima utalipa ndio upate. Na hii simu unapewa ukipiga unapiga 3 minutes. Na according to venye wazazi wangu wako disabled deaf and dumb. Hawezi wapigia simu. Lazima wa text. Na mwenye anakupea simu hataki text. Shangaa nitafanya nini? Kama kawaida mimi naweka hashtag nini? Advance JJ. Advance Baba Junior. Kuna wakati nilikuwa nakupigia pia ulinipigia. Ukaniambia unataka kuja Nairobi kuweka pikipiki yako. Nikakwambia hapana, acha tuone venye kesi inaenda. Time goes by hivyo advance nini. Nyie mkaniambia mnataka kuchanga. Nikafungua WhatsApp group. Tukafungua WhatsApp group. Kumbuka wiki moja akatoa Abi, wewe, Shababi Classic, JJ, Mwas, mkachanga. Mzai naye akaongezea Kenya alikuwa nao kidogo. Siku ikafika, JJ na Mzai wakakujanga kwa koti, kushughulikia the process. Nikatoka. Nikatoka. Lakini nikiwa pale ndani Kimangoto, nilipitia stress mingi sana. Huko ndani kuna kaje? Juu nakumbuka day 1 venye niliingianga huko ndani. Majamaa walianza kuniangalia. Mimi nilikuwa nashindwa mbona ananiangalia. So kufika pale wakaniambia nataka kukuwa mende yangu. Kuna wenye walikuwa wamevaa hizo nguo za kunguru zebra. Wenye wamefungwa au wenye wamefungwa. Sisi tulikuwa tunavaa hizo zebra. Nyinyi mko remand. Sisi tuko remand tumevaa tu hizo zebra za kawaida. So wakaniambia kijana unakapua nataka kukuwa mende yangu. Nikamuuliza mende ni nini? Kuchunguza vizuri kumbe ni kuwa bibi ya mtu. It was so bad. Hiyo siku nilikuwa so disappointed na I was so worried. Design siku doza. Na huko tunaingia kwa karumu kamoja tunafinyana watu kama so kuna wenye analala State House na wengine pale. State House unajua ni ya matajiri wadosi. Sisi pipeline ni watu wengine tumefinyana. So hapo viko wenye analala hapa katikati. Ukiamka uende kukojoa space yako imeenda. So inabidi umekesha dia siku. Pole. Sasa mimi usiku nimelala nikiwa nimeshika mawe kwa mkono. Ulitoa wapi mawe? Nilitafuta tu. Hapo jucho iko hapo ndani. Nilienda kwa chooni kangonye nilikuwa hapo nikashika nikakaa nayo. Ndio niweze kujisaidia. Siku wanajuana na mtu pale ndani na watu wengi. Cube moja kuna watu 50 wengine 5150. Huko sasa hiyo ni remand. Remand gani? Remand Nairobi Industrial Remand location. Nikakaa hapo mwezi ya kwanza. JJ wananipigia simu mwanzo niko aje, kama kuna kitu nahitaji wanakuja wananiona. Mzee wanakuja wewe kwenye mlikuja na tulikuja tukafungiliwa mkaambia siji masani mbaya. And appreciate. Siku zikasonga hivyo mkachanga do ikajaa. Nikakuja nikatoka. Venye nilitoka watu waliongea sana na mimi nikasema yenye watu wameongea ndio itakuwa motivation yangu. Watu waliongea sana wakasema wewe ni mkora sasa umefungwa sijui nini, wewe utapata kazi, wewe maisha yako yameharibika. Kaka chini nikaomba Mungu nikamwambia manzi kwa hivyo ndio sawa amebonga. God mimi nataka ni mse mmoja mgreat sana. Na huko ndani ulikaa muda mgani? Nilikaa 4 to 5 months. 4 to 5 months. Ilikuwa so weird mzee. But I thank God because kitu maana nilitoka nikiwa hai. Because kuna swali kulikuwa nakufia huko. Haya uliona watu wakikufa huko? Hata kuna msemo nilikuwa na dosi na yeye alikufianga hapo. Na wewe ukikuja kuulizia mtu wako unaambiwa alishindwa na jela. Simple. Story inaisha hivyo, unaandika tu receipt yako ndio mtoe city moja. Wanakufanga wanapeleka city moja? Wanakufa wanapeleka kwa city moja. So ukienda kwa koti unauliza mtu wangu uko wapi? Unaambia sijui alikuwa anajaribu kupotea, apigwe risasi. Unapewa tu stories zenye hakuna. Na unapata ni kupigana. Unapigana unadungwa hata na kijiko unakufa. Unaona? Alafu kwa hivyo hakuna kushika cash. Ukipatikana na cash hiyo ni marufuku. Unafungwa uko ndani ya jela na bado unafungwa kwa kajera kingine, unatolewa nguo unarusha ndani ya maji siku 3 kufa yako. Kwa maji ndani.
Siku 3. Siku 3. Je, kupatikana na do. So venye ulikuwa unafanya kama ni wewe unanitumia pesa, kuna kwa hizo nyumba kuna watu walikuwa wanaitwa vinara. Kinara nitumia kwa na simu, walikuwa na kabato. So kama Kimangoto umenitumia 200, Kinara anachukua 50. Okay. Unabaki na 150. Pesa yangu inabaki na 150, hiyo ananiandika kwa kitabu. Anaenda akienda kununua mkate, ananuzia mkate mimi 130. Lakini akinunua ananunua na 70 bob. Unaona ana make profit. Juu anajua mimi siwezi enda kununua mkate huko kwa canteen. Na watu juu nikienda kununua kwa canteen nitapigwa vita na nitaibiwa. Juu kuna magundi huko. Utapita na unaenda kununua mkate na chapo. Unapigwa vita. Unaambia unakuja umetoka raia wewe ni mgeni sijui nini. So bad manzi. Ikanifunza vitu mingi sana. Okay. Ikanifunza kuwa strong, ikanifunza kuwa independent. Okay. Na kujua mabeshte wako. Sana sana hapo kwa mabeshte ndio ilinifunza sana. Manzi kuna watu wenye walisimama na mimi na I want to appreciate sana Abigail Tank, Shababi Classic, Bravo Kimangoto, Wikimoshi, Baba Junior, Mwas Praise, na watu wote wenye come through, na MCJJ pia, na watu wote wenye come through, na mabeshte na familia pia. But to make the matter worse, familia kwanza ndo walinitoka. Mabeshte tu ndo walikuja kuniokolea vibaya sana. Mzee ndo alisimama na mimi na Mukoro, lakini watu wengine mimi sikuona. Na umetupe hiyo story, nimesikia ukituguzia pale mbele ati hiyo hata ati mzae ni mama mzae na mama wote wa nini wasikii waongee, they are disabled, deaf and dumb, na waongee na wasikii. So hata uko ndani ungeweza kuwapigia, labda singeweza kuwapigia simu juu Mkoro wangu utampigia simu ashike, lazima umtext mwambie, na Mkoro hajui Kiswahili, wamefunzwa kuongea tu English peke yake, so lazima umtext, hi man, I've been arrested, I'm here at industry remand and allocation, can you assist me? Hiyo time utapata juu afande anataka simu yake na anataka uongee kwa dakika 2 kama umekata na unampea 100. It was so bad man. Na saa the other your siblings wote wanaongea. Mimi ndio first born. I have my sister mwenye ananifuata Naomi, a very good interpreter. With them mwenye na kona kazi anaweza mpea. Kama kwa hebu niongea na watu. Anaitwa Naomi Joy Atieno. She is a very good interpreter. Okay. Ukiona event unahitaji ana interpreter, peana namba yake. Anaweza kuja, anaweza fanya na yeye kazi. Kuna namba yake? Namba yake sijashika, naweza peana yangu, unaweza ni reach out nipeane 0798050395 0798050395. Wow, this is a very sad story. So kwanza hapo, okay, how did your how did your mother and father waliwaraise aje? Juu najua it's a bit tricky and challenging, lakini what I can say is that tulikopa up na maisha. Okay. So ongea wasikii wakanizanga. Mimi nikaanza kuona nataka food, naona anafanya hivi na mimi nikaanza kukopa nini nataka food. So wewe umerani hizo vitu zote? Nilishika tu hivyo, mimi hakuna shule nilienda, nilishika sign language. Mimi sasa mimi ni mnoma kufanya A B C D E zote, mimi nimeiva vibaya sana sign language. Same case to my siblings wenye walinifuata pia walikuja na hiyo process, lakini wao nikikwambia sasa ukae nao hauwezi shika, not unless uingie shule for 3 good months. Na by the time mwenye anataka kufunza sign language, baada sister yangu anaweza kufunza vibaya sana. Okay. Unaweza mreach out kwa hiyo namba nimewapea na connect na yeye anafunza sign language. Okay, after umetoka huko kwa umemaliza ni remand? Remand. Ushamaliza, sasa umetoka huko nje. Maisha yako ilibadilikaje? How did you start life again? Because kuanzia hapo maisha kuanza ni difficult. Kimangoto, wewe ni witness wangu kwanza. Mimi venye nilitoka life ilikuja ka change, sina job, niko Nairobi, na dai hiyo rent, vitu zangu ziko huko. Mtoi wangu ndo huyo. Mama amenitoka. Kila kitu yangu, mabeshte nini watu wenye tunawaka wamenitoka, wanasema mimi sijui nini. Maneno tu mengi, you know, binadamu tu lazima wa. So venye wamenitoka hivi, mimi nikaenda nikachukua tu time yangu. Nikamwambia God manze, kila kitu zi wape na reason yake. Jaja. Mimi na come through na day tu unipe second chance. Na najua mimi naiweza. Hivyo nikakuwa strong, nikarudi back onto my senses, nikaanza kujituma. So far so good, says complain. Hadi unaona kazi yangu vile. Maisha yako pia nimeona ukifanya na lot of brands, na Amco Properties. Nimeona ukipiga na umepiga usanii pale kwa ile hiyo nini yenye mnafanyaga na Casper. Kabisa Fusion Road kabisa. Unafanya kazi smart sana huko pia. Kwa usanii pia naona unajituma, ulikuwa pale Silver City moja event na ukachafua vibaya sana. So naona unajituma. So after hapo naona pia unajituma, na wewe ni mtu wa kujituma. Mtu wako pale nje, what can you do best
yenye unaweza sema mimi mtu akinisaidia na hii naweza songa in another level, ndio at least naona unajaribu kujengea mkoro home. Hebu tuambie ni nini mtu anaweza kusaidia nayo pale nje? Mimi nataka vitu mingi. Okay. Ni mafans wangu tu. Mimi Kenya tu naweza omba ni support yenu. Mimi nikiweka kazi bana, muipush, mnisaidie kushare, kulike, comment. Hiyo tu ndio mimi naweza omba. Siwezi taka kuomba do. Najua saizi maisha from there, nilikuwa nataka tuambie juu naonaga ukiadvertise watu brands. Unajua kuna watu labda watawatch wako na brands zao, wako na a lot of big hotels. Tunataka uambie venye wanaweza kufikia pia unafanyaga advertisements za brands. Okay. Kama uko na kampuni hapo unaweza taka tukupigie marketing, tukupigie advertisement moja noma. Sisi tunakuja na design. We don't just shoot, we deliver stories. Yani tunakupea kitu moja amazing. Unapata ma customer, unapata nini? You can reach out to me. Naweza reach out to Mangoto 0798 05 03 95 07 98 05 03 95 Davidoke Space KE. Naweza ni reach out kwa platform zote Davidoke Space KE. If you want to hear this story again, just DM, andika kwa comment section, tunataka hii story tukae na in fact hiyo hata nimwaguzie tu kidogo. Najua umetuguzia kidogo. Kuna vitu mingi sana tofauti. We talk this story, awape the whole situation venye. Kwa hiyo ametuguzia tu juju. So if you want this guy to come back to this, to come back to this channel, make sure umecomment hapo chini umesema Davidoke arudi. Davidoke arudi. And if you can help, unaweza saidia yeye. Kwa sababu mimi ninamjua, it's a very hard working guy. Hawezi kufail. Anaweza kumanage account, anafanya kazi mingi sana. So, this is Bravo Kimangoto, BKTV, ule mdedriest. Peace out.